Yawe Sabaote atubariki wapendwa. Ni balozi wa ufalme Israeli Samuel. Leo nimekuja na ushauri kwa Afrika. Mara nyingi natumia mezali ya wahenga inayokiri kwamba mbegu hainaga thamani katika mkono wa mtu, lakini baada ya kutupwa kwenye ardhi ndipo thamani ya mbegu huonekana. Kile ulicho nacho mkononi hauwezi kisabiti, lakini ukipokonywa na mtu mwingine thamani yako na kifaa. Leo tupo katika vita vya kuzuia mali zetu. Afrika tuna mali nyingi, lakini Waafrika kuliko wapambane kuzuia mali zao, kwanza wanapambana ili mtu asiyekuwa Mwafrika aje kupokonya mali walionayo. Anapambana ili kila alicho nacho kiweze kumpotea. Leo Kongo inapigwa vita na nchi za Ulaya, lakini adui mkubwa wa Kongo ni Mwafrika. Lakini nchi jirani za Kongo ziinuke, ziungane na Kongo ili kupambana na mzungu, inakuwa shida, ni vigumu sana. Afrika sote tunawekwa sehemu moja na wazungu, na mzungu asili yake ni kumiliki Afrika yote, na anafahamu Kongo ndiyo nguvu za Afrika. Usifurahie kuteseka kwa Kongo, usicheke kulia kwa Kongo. Atekwapo nyara Kongo, jua Tanzania, jua Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya na nchi kadhalika hizo Afrika zote zipo chini ya utawala wa mzungu. Na mzungu hana mawazo mema juu ya Afrika. Mawazo yake tu ni kuifanya Afrika kuwa watumwa kwao, na mtumwa hanaga haki. Kinachotufanya tuendelee kuwa watumwa, Mwafrika hana roho ya kujitegemea, anatamani kusaidiwa, anategemea kupewa misaada na watu wasioko Afrika. Leo tunafurahia kwenda Ulaya, kwenda Marekani, ni sawa, lakini ni silaha mojawapo ya mzungu kuiteka Afrika nyara. Mzungu amejifunza miaka kutosha namna kutawala Afrika, lakini mtu mweusi anafikiri atakula namna gani, atavaa namna gani na kulala basi, lakini kesho yake ni fumbo, haifikiri. Ila ningetamani uwe na maono ya kufikiri kesho yako itakuwaje, itakusaidia. Elohim akubariki sana.